Kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 10, shule maalum ya Mtakatifu Teresia iliandaa ibada ya shukrani kusherehekea mafanikio ya wanafunzi wao waliofanya mtihani wa kitaifa mwaka jana. Ibada hiyo iliongozwa na Padri Martin kutoka parokia ya Emmanuel Baba, ambapo wanafunzi, wazazi na wageni waalikwa walikusanyika kwa pamoja kumshukuru Mungu kwa hatua kubwa zilizopigwa na shule hiyo. Bwana awe nanyi. Basi tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Basi nataka kuwakaribisha nyote kwa ibada ya misa takatifu siku hii ya leo, tunapomshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wanafunzi wetu ambao walifanya mtihani waweze kufanya vizuri, na kumwambia Mungu asante sana kwa hao wanafunzi wetu, na tuzidi kuomba pia kwa ajili ya wote walimu na wanafunzi ambao wako katika shule hii, kama Mwenyezi Mungu aweze kuwajalia afya njema ya mwili na hata ya roho. Na tunapofanya shughuli hizi zetu tuweze kuwakumbuka pia wale ambao wanaotusaidia sisi kwa hali na mali na vitu tofauti, wale wanaosaidia shule hii yetu, wale ambao wana nia nzuri kwa ajili ya watoto hao wetu. Kama Mwenyezi Mungu akazidi kuwabariki na kuweza kuwajalia mema wale wafanisi wote ambao wengine tunawajua, wengine hatuwajui, kwa njia yote ile, iwe ni kidogo iwe ni kingi, kwa hali yote ile ambao watusaidia, tunaomba kwa Mwenyezi Mungu wawazidishie maradufu ili waendelee kuwasaidia hawa watoto wetu, ili nao pia waweze kuendelea na masomo yao kwa njia inayofaa. Baada ya ibada, wanafunzi walipewa burudani ya kipekee kwa kukariri mashairi, jambo lililowavutia na kuwafurahisha wote waliokuwepo. Welcome. All children want to be able to reach school. Parents, provide bus fare for your children to be here in school. All children want to be able to enter and pass through the school. School infrastructures, Mr. Head Teacher, make sure that it is accessible to all learners with special needs, especially those ones with wheelchairs. Can you put up the ramps so that they can be able to pass through the school? All children want to be able to visit the rest room. All the schools should have a resting room. All children want to receive honest education. The school curriculum designs, teaching aids should be able to suit these learners with special needs. All children want friends. Parents, allow your children to be there for these learners to play with them. All children want to play. The schools should give these learners balls. They should have field for them to play, have the playing materials like the slides and the swings. All children want parents to help. Parents,
Can you buy exercise books for your learners? Buy them uniform, support them so that they be here in school and learn. All children want Good guidance. teachers. All the teachers should be trained on how to counsel these learners with special needs. All children want Positive attention. Allow these children to go far in their education. Give them that opportunity. They have talents. Allow them to go far and prosper in their education. All children want just be a kid. They need to be treated like any other child. Don't discriminate them at home, at school. Thank you. Akitoa hotuba yake, mwalimu mkuu Bwana John Morogo alizungumzia vipaji vya watoto hao, akisisitiza kuwa vipaji hivyo vinaweza kufika ngazi ya kaunti hadi taifa. Hawa watoto wameenda kiwango cha juu. Hawa wameenda mbali sana. Siwaone hivyo. They have talents. Hidden talents hawezi kuona. Hawa jamaa kienda 100 meters hadi shika hawa. Very great footballers, handballers, netballers. Na wanategemewa. They know them from the county level. So this time, tuko na athletics. And I hope the same boys are going to perform very well. Aliwahimiza wazazi kutoa ushirikiano zaidi kwa watoto wao na shule kwa ujumla. Aidha, alizungumzia changamoto za visa vya ubakaji na unyanyasaji, umuhimu wa kuanzishwa kwa bweni shuleni pamoja na hitaji la wadhamini kusaidia kuongeza madarasa ili kuboresha mazingira ya ujifunzaji. Lakini sasa mambo yote ni kujanga na karama. So wakati wao watakuja kutusaidia kwa hiyo stage, sasa wewe mzazi ni go back and relax. Wewe pia kuja. Tumesema tunashika kila kitu in kind. Hata kama ni kuni. We don't even want money. Ile ambayo inapatikana kule nyumbani, leta tu. Unajua sisi tunaangalia mtoto. Tunaangalia mtoto akae hapa shuleni, asitoke shuleni. Hii ingine ya kununua kitabu nini, we don't like so much. Tuandike mingi sana. We learn the skills. Toileting, jinsi ya kutumia nguo pale, kufaa vizuri. Hiyo mambo yote hiyo. Alafu ndio kitu. So, wewe mzazi, tukisema school fees, usiogope kuleta ile ambayo uko nayo, kama uko na gesi fulani, uko na kuku nyumbani, anything, tunakubali hapa kwa issue. Na kuna mwalimu ambaye anasimamia sehemu na is very much kwa pili hizo kopi muendelee kuchangia kwa issue. Kama inawezekana, kwa sababu we have so many cases here. Kuna mambo ya rape cases hapa, kuna mambo ya distance. Huyu mzazi ana mtoto hapa, lakini kwake ni mbali sana. Na inabidi ampeleke mtoto shule nyingine ya mbali. Lakini unamwona hapa leo. Hapo na roho ya hiyo shule. Lakini ameshindwa, huyu mtoto wake atakujaje mpaka huko. Lakini tunamwona hapa leo. Yeye anaulizia hiyo bodi iko hapa. Mtoto aje shule alale shule. Ili yeye support school. Na itawepo pale. Na anasaidia hii shule kwa mambo. So, we also call for support. Ukienda mahali kama kuna mkutano mahali, sema kitu positive. Say something positive. Hata ile siku tutafunguliwa hii nyumba ya orofa pale ama sehemu nyingine. Wanasiasa kama wapo. Tell them, yes, we are here. Usinyamaze, wewe simama, jitetee. Ambia kwamba kuna shule inaitwa Special School hapa. Hii shule ilijengewa zamani, hii ilijengwa na National Government na Governor's Office. So but CDF. But imekuwa kitambo. We need new buildings here. Hawa watoto za growing. Kwa hii shule madarasa aswa ambayo tuko nazo, umesikia tuko na 2 pale, the first level. 2 na autism class. Na hiyo autism class ni watoto watatu. Na hiyo that class inahitaji darasa yao. Ina hakuna kiti, hakuna meza, nothing. Kuna tu mattress hapo, kuna nini hapo, mat hapo, na vitu kuchezea pale ndani. Na mwalimu hapo. So they play wakitoka na lala. Alafu darasa lingine pia unahitaji darasa lao kando. Hiyo nyingine pia kando. Hii nyingine ambayo nimeingiza kwa ofisi yangu, darasa ikuwe kando. Alafu hapa sasa
tutakuwa na another different class ambayo Pia alielezea kuhusu darasa la awali la mafunzo ya ufundi kwa lugha ya Kimombo prevocational class na umuhimu wa utoaji wa vyeti kwa wanafunzi ambayo itawasaidia kwa siku zijazo. Alafu hapa sasa tutakuwa na another different class ambayo tunasema the prevocational level. So tuko na resources ambazo tunahitaji mingi. So wewe ukienda mahali na uko na connection plan, please ambiana mambo yetu. Hatuwezi sema umesema mbaya. Tunajua kama tukipenda shule yetu, tunapenda watoto wetu. So tutakabidhi hizo zawadi sawa, certificate na msasa ukipewa utaenda kuishika uweke vizuri. Maybe this one's a slip. Maybe kuna ingine inakuja ambayo itakuwa inaonyesha kwamba ila ambayo sasa itakuwa unakaa nayo. Maybe this one's a slip. Tunaenda chunga hiyo, weka mahali pazuri pale nyumbani na hadi ile siku ambayo tunahitaji kuja nayo. So leo baada ya wewe kupewa hiyo, kwa nitakia rowishi. Naye afisa wa mpango maalum Biskola kutoka ofisi ya askofu wa jimbo la Katoliki la Kitale alishukuru kanisa kwa msaada mkubwa wa shule hiyo. Alisisitizia wazazi kuwapa watoto wao kipaumbele na kuunga mkono juhudi za shule. Viongozi wa BOM, mwalimu mkuu, parish community volunteer, retired general Madam Mary Meja ambaye ni mlezi wetu, wazazi wetu na watoto. Hamjambo tena. Mimi niko hapa kwa sababu ya ofisi ya watoto ambayo inasimamia watoto ambao wanaishi na ulemavu, na najivunia shule hii kwa sababu ni shule ya kipekee katika jimbo ambayo inawasaidia watoto ambao wako na changamoto ya kiakili. Na tumetembea, barabara imekuwa na mabonde mengi, tumeanguka chini tukasimama hivyo, lakini tunaendelea. Sasa hivi tunaona tukiendelea hivi tutawasaidia watoto wetu, na tunashukuru pia Fada na pia Fada aliyotoka, mpe salamu zetu, alitusaidia sana wakati chakula hakuna. Fada anaweka chakula kwa pikipiki na kuja, na alipotoka Fada Martin pia akisikia kwamba watoto hawana chakula anatumanisha chakula. Hawa watoto kwanza saa hizi wanahitaji kuwa wanaenda kula rangi kwa sababu kile kinawashinda njaa, na wakati wako na njaa wanaweza kukula hata mwalimu kwa darasa, na walimu ambao wako hapa baada mabubu wanajua hata wapendi njaa, na mimi hata huko nyumbani wazazi unajua. Nilikuwa nasema hivi, kama wazazi wa hii shule tuseme tutatoa shilingi 50 kwa siku kwa chakula ya hawa watoto. Shilingi 50 times 7 ni pesa ngapi? Times 9 months, that is 13,500. Na hiyo pesa waweza kusema kuigawana jinsi utaitoa. Unaweza kupeana in kind, kuni, mboga, maziwa, chochote ambacho uko nacho. Mkitaka kupata baraka wazazi, hata ule wako wa university, wa college, wa secondary, wa primary, wengine, tangulia peleka huyu mtoto. Hata school fees kama haukuwa nayo, hautajua penye itatoka. Prioritize this child first. Biskola aliwapongeza walimu kwa kujitoa kwao katika kuwalea na kuwafundisha watoto hao, na akakabidhi shule hiyo kompyuta mpakato mpya almaarufu laptop kama sehemu ya msaada. Pia alielezea umuhimu wa kuanzishwa kwa shule ya bweni katika shule hiyo. Walituma refurbished laptop 5 na ikawa nipeane kwa shule zangu. Hii laptop napeana kwa hii shule iweze kuwasaidia, na ninaomba watoto wangu waje warisi nyuma ya baba yao. Halafu pia kuna old boy wa Kiminini Small Home alikuja kwa ofisi na gunia 2 ya mahindi, akasema nipeleke Kiminini. Na unajua Kiminini wako na Dr. Nangole, msiende kusema Emmanuel, anawapeana 35 bags of maize every year. So nikaambia Madam Roda, sasa wewe mama, kesho naenda
100. Akanipea, iko kwa gari, na pia nimetembea na donations zangu. Kwani mrembo? Kijeni. Sikia wacha kitu. Utasaidia mimi sasa kutoa mtihani. Kwa upande wake, padri pia aliwapongeza walimu kwa kazi kubwa wanayoifanya katika kuwahudumia na kuwafundisha wanafunzi. Ameshangaa. Asante sana walimu, nashukuru sana. Kama sio upendo wenu kwa hao watoto, labda tungekuwa na hao jinsi ambavyo tulivyo. Nataka kuendelea kipekee kuwashukuru sana. Na ujumbe nafikisha. Nimepewa ujumbe hapo. Nitakuwa nafikisha. Na mama ambaye tunaendelea naye, mwalimu anajua lakini sitaki kusema. Unaweza mwaka kama wewe. Kwa hivyo waje tuendelee. Utaona tu kiendelea kufanyika. Asante sana. Acha tukabariki. Msaada wetu uko katika jina la Bwana. Ndio. Bwana awe nani. Tuombe. Neno lako Mungu naweza kubariki kila kitu. Bariki laptop hii na certificate hizi, ili wote watakaotumia kwa kadiri ya sheria na mapenzi yako, na kila mmoja akikushukuru na kuita jina lako takatifu, mjalie kwa enzi yako afya ya mwili na salama ya roho, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa hivyo sijapanga kwa oda yoyote, na hii tatu vile iko. So hapa kuna seti mbili, kuna moja inabaki kwa ofisi, na kuna moja hadi ala ambayo iko printed nyuma pia. Itaenda kaa nyumbani. Karibu laminate, enda peleka pale, unaweka ile karatasi ya juu, ile juu. Nadhani kama labda kuna vile itakuja, but chunga hii kwa sasa. Kwa hivyo sijapanga kuna oda. Kwa hivyo hapa jina la kwanza hapa ambayo ninatia ni Vincent Sayo. Vincent Sayo na msasi again. Vincent Sayo na msasi again. Haya, makofi tena wakienda. Makofi. Brian Wakula. Brian Wakula na msasi. Brian, kazi nzuri. Ukiangalia pale kando kuna vitu vinaandikwa miti hiyo amepita sana. Hao watu wamepita sana. Kuna mati hapo kando. Pigia makofi. Fredi kuja. Hapo msasi. Fredi. Sasa yuko kuja kama hata anasaidia hapa. Mzazi asimama mfuate. Hayuko msasa yuko. Mzazi tuko hapo wazazi sana. Oh yeah, okay. Any parent can pick. Come. Oh, ndio ule msasa ametoka. Yes, kuja. So, give certificate.
Thank you so much. Pigia makofi. Ryan, mrudi picha. Prezo. Brian Maboka karibia. Pigia makofi. Maboka msasi wa hawa. Faith 53 absent. Haya. Pigia makofi. Amemaliza level. So kuna Faith 53 nasikia msasi yuko, kuna mtoto mmoja yuko. Okay, alafu tunaenda mwingine hapa. Dennis Wekesa Barasa. Dennis Wekesa Barasa na msasi. No, they know. Yuriti Nanjala karibia. Pigia makofi. Yuriti. Na msasi wa huyu. Yuriti. Huyu msichana pia ameelewa jinsi ya kushona vitambaa na pia kukanyaga jerahani. iPhone Mamalwa. Madam nataka. Oh yeah, sasa kuja. Tunapeleka pale juu. Nafikiri anasaidika mahali. So tarudi. iPhone. Sasa ndio. Pigia makofi. Wazazi wako wako hivi. Haya, pigia makofi. Nikiripotia runinga ya Main Plug TV kutoka eneo bunge la Kiminini, kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Ekaya Duncan.